Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kwa majina naitwa Ustadhi Musa Muhammad Mbeto. Kwa siku ya leo tulichokipendelea kwa niaba ya waumini wote ulimwenguni ambao wanaotaka kujua ubora wa haya masiku tulionayo hivi sasa. Tupo kwenye 10 la pili, ambalo 10 la kwanza kwa kila mmoja kati ya sisi ni shahidi ya kutosha kwenye amali ambazo ashafanya. 10 la kwanza limekuwa maarufu kwa jina la kuitwa Ar-Rahma. Matendo anayoyafanya mwanadamu yanayompelekea mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe akaona sasa kweli mja wangu ametii. Maana wajibu uliobakia Mwenyezi Mungu amhurumie mja huyo, kabembelezana na Allah. 10 la pili ni maghfira, kwamba mtu hajaridhika na alivyobembelezana na Allah, bado anajikuta kwamba yeye ni mwingi wa makosa, ni mwingi wa kukosea. Hata mitizamo yake bado anajikuta kwamba mimi hapa sijatizama sahihi, basi inamtosha kulia na Allah. Nyakati za mchana analia na Allah, nyakati za usiku analia na Allah. Hii ndiyo fadhila ya mwezi wa Ramadhani, na umegawanyika kwenye 10 Sasa tupo kwenye 10 la pili, ambalo ni 10 la maghfira. Maghfira ambapo kwamba tunaambiwa wacha Mungu, inna lilmuttaqina fi jannatin wa uyuni akhidhina ma atahum rabbuhum wa kanu qabla dhalika muhsinin wa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asari hum yastaghfirun. Watu wanaotaka maisha ya Allah, hili 10 ambalo wamelianza, kama waliweza kufanya upuuzi kwenye 10 la kwanza, bimaana wanajiona wamekosa vya umuhimu, bimaana hivi sasa ndiyo wanaongeza mwendo, wanaongeza vilio, wanaongeza istighfari, wanaongeza kuonyesha umuhimu wa maisha yao, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa taarifa anayowapa wanadamu, Allah anawaambia kwamba kuna miaka mingi iliyopita. Masimulizi ya maneno haya anasimulia Ali karramallahu wajhahu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala maktubun hawla al-arshi qabla an yakhluqa al-khalq bi 4000 'am, kwamba Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu anasimulia kwamba anin nabii sallallahu alayhi wasallam, maneno haya ameyasimuliwa na mtume. Maneno haya atakayosemwa hapa mbele, Ali anasema maneno haya kasema mtume mwenyewe. Maktubun haula al-arshi, kwamba pembezoni mwa arshi ya Mwenyezi Mungu kuna maneno yameandikwa, lakini maneno haya yaliyoandikwa ni kabla ya Mwenyezi Mungu hajaumba viumbe vingine. Ipo arshi, na viumbe mwanadamu au kiumbe mwanadamu kabla hajaumbwa mwanadamu imekatika hapa miaka 1400, ndio akaja akapatikana mwanadamu. Maneno ya Mwenyezi Mungu aliyoyaandika hapo kwenye arshi, anasema wa anni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Sio mwanadamu ndiye aliyekuwa na nafasi ya kumtaka msamaha. Mwenyezi Mungu alitoa dhamana ya kutoa msamaha kabla hajamuumba mwanadamu miaka 1400 nyuma iliyopita. Baada ya miaka 1400 kuisha mbeleni ndio akaumbwa mwanadamu. Mwenyezi Mungu anatangaza, anasema anni wa anni, na mimi Mola wenu, mimi muumba wa hivyo viumbe, la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan, nitampa msamaha yoyote atakaye nikosea, kwa sharti la yeye aliyekosea kwamba akatubia, bimaana msamaha huu ataupata.
wa kosa lake ni lazima asamehewe. Lakini liman amana, na ukubaliane na huo msamaha, na ukubali kwamba umemtaka msamaha ambaye kwamba ana ulazima ya wewe akusamehe, kwa sababu hiki kipengele cha kutaka msamaha yeye mwenyewe ndiye ameweka. Kabla ya kukumba wewe kakuumbia sehemu ya wewe umtake msamaha, bimaana kashajua kiumbe ninachokiumba ni kiumbe ambacho kina madhaifu haya, lakini utimilifu wa hiki kiumbe ili kiwe sawa sawa ni lazima kipitie mlango huu ambao ni mlango wa kutaka msamaha. Ikiwa mtume mwenyewe sisi ambaye tunemfuata anasimulia ya kwamba yeye ndiye sayyidul istighfar, wenye kufanya istighfari kila watakavyofanya istighfari hawatomzidi mtume, kwamba mtume awe chini kuna viumbe vingine vimefanya istighfari kumshinda mtume. Mtume bado atakuwa yeye ni sayyidul istighfari, japo Qur'ani inatuambia inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Kiumbe ambaye amepewa ofa, kama kuna madhambi, kuna makosa amefanya, anaambiwa na Mwenyezi Mungu kosa hilo au dhambi hiyo ushasamehewa, na akaongezwa ofa nyingine, kama kuna dhambi pia utaifanya mbele ya maisha yako baada ya kutaka msamaha kosa ambalo ushalifanya, pia kosa hilo ushasamehewa. Lakini anakuambia yeye kwa siku anafanya istighfari mara 70 na zaidi ya 70. Anatuonyesha nini mtume? Mtume anatuonyesha sehemu ya unyenyekevu. Na alipoulizwa na mmoja wa mtu wa karibu yake, mtume yeye jibu lake likawa jepesi tu, alam akuna abadan shakura, nisifanye istighfari kwamba nijizuilie nilewe tu ofa ya kwamba mimi nimeshasamehewa niendelee kufanya makosa? Hapana, mimi kufanya haya yote ni kutoa shukurani, na shukurani ya mtume anataka yeye kuongeza nafasi ya Allah. Kama kuna nafasi Allah amempa mwenyewe, basi kwa unyenyekevu Allah amuongeze nafasi nyingine. Ndiyo maisha ya bwana mtume kwenye sehemu ya istighfari kwenye maisha yake. Na ndiyo maana unakuja kukuta sehemu ya istighfar katika amri ya Allah. Allah yeye anasema istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha bwana wenu, innahu kana ghaffara. Kabla ya nyinyi hamjafanya dhambi, yeye tayari ashatoa dhamana ya kukusameheni, tayari ashaamini hawa wanahitaji msamaha wangu, watakapo nikosea lazima niwasamehe. Angalia uwezo wa tajiri ambaye ni tajiri afananishi na tajiri yoyote ulimwenguni. Anachokitoa Mwenyezi Mungu atoi kidogo kidogo, anatoa kikubwa. Mwenyezi Mungu anatoa ofa ya msamaha, yursilis samaa alaikum midrara. Hii amri ya mpaka Mwenyezi Mungu kuiamrisha sasa mbingu au mawingu yalete mvua ambayo walio ardhini wanadamu wanufaike na mvua hiyo, ni kwa sababu ya watu wametii amri ya istighfari. Aya yote Mwenyezi Mungu anatuonyesha umuhimu. Mwenyezi Mungu anakuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mkielekezana mambo ya kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, mkaelekezana maisha vizuri, muishi vizuri nyinyi wenyewe kwa wenyewe, msikoseane, mkawa mnasema maneno yenye heshima kwenu. Mwenyezi Mungu pia kwa maneno hayo anasema yuslih lakum a'malakum. Mwenyezi Mungu yuko tayari kukutengenezeeni nyinyi matendo yenu yawe mazuri, yawe safi, yawe matendo ambayo yanaheshimisha hata mataifa ya duniani. Wanao uwezo wa kutuma watu wao kwenda kuchukua sehemu ya maisha, kuona kwamba mbona taifa fulani lina watu wanyenyekevu, watu wenye heshima. Ni kwa sababu ya tarbia kwenye maisha ya kuitii imani. Bimaana tukifikia sehemu ya kuitii imani paswavyo, tukaona kumi hili lina heshima gani kwetu, lina thamani gani kwetu,
tukayafanya yale yanayohitajika sisi tuyafanye, bimaana tutatengeneza. Leo tunaona duniani zimewekwa nafasi za utalii, watu wanatoka kwenye nchi mbalimbali kwa sababu ya kwenda kutalii, kwenda kuangalia wanyama tu. Lakini pia zipo nchi ambazo leo kuna nchi imewekwa sisi waumini ili tuweze kutengeneza maisha ya imani, tusiwe na viburi. Tumeambiwa twende Misri tukamwangalie Farao. Kumwangalia Farao pale tayari iwe ni waadhi kwamba huyu mtu aliishi kwenye maisha gani. Aliishi kwenye maisha ya kujiona yeye ana nafasi ya kuwa Allah amemwezesha, amemtimizia kila anachokitaka, mahitaji ya kiwanadamu anatimiza, na yeye kafikia naye pia wanadamu wengine wanamtegemea kwenye kipato alichonacho. Haya maisha pia anatia viburi watu. Sasa ukiishi kwenye maisha ya kutaka msamaha sana, utafikia sehemu na wewe usiwe na kiburi, utakuwa mnyenyekevu, na watu pia watakunyenyekea kwa sababu watakuona umeelekea na wao watakufuata njia ambayo wewe umepita. Ndio maana tukaekewa fadhila ya 10 la istighfari, ambayo leo unakuja kukuta sasa tunaishi kwenye maisha ya vyama viwili, lakini tunaishi kwenye dini moja, tunaishi kwenye mgawanyiko wa kila watu wana nafasi ya kuzungumzia Uislamu. Leo angalia baadhi ya misikiti ukifika utakuta kuna nyiradi za kisheria wanazoaminishana kwamba ni za kisheria, na ukizifuatilia ndani yake zina heshima. Ukimwambia ya Rabbi nastaghfirullah, ni sisi wakosefu, tunayo makosa, kwa kupitia makosa tulionayo nastaghfiruka ya Rabbi, tusamehe sisi. Maana wewe ushatoa kazi, kilichobakia usubirie majibu yako. Istighfar ni katika maisha ya mwanadamu na ni katika sehemu ya muumini. Wabil asar, zile nyakati za usiku ambao umechanganya, usiku ambao sasa umetulizana kweli kweli, muumini ambaye ana hofu, muumini ambaye ana uoga, muumini ambaye yuko tayari kuamini kwamba mimi nisipofanya hili, mimi kwa haya nilionayo rehema za Allah sitozipata, bimaana lazima atakaa kitako, atafanya istighfar. Na raha zenyewe au raha yenyewe, istighfari haina ulazima mpaka ukachukue udhu. Istighfari inajali vitu viwili tu muhimu, ambayo ni hukumu ya wanazuoni wametuhukumia kwamba tahara sehemu kubwa inazingatiwa vitu viwili kwanza vikuu. Mwili wa mwanadamu uwe safi, usiwe na najisi ya aina yoyote, na atakachokivisha kwenye huo mwili nacho kiwe tahara, kiwe safi. Bimaana lazima atakuwa amehukumu hukumu zake mbili. Wali kulli shay'in khalaqna zawjaini, vyote hivi sisi tunavihukumu katika njia mbili. Mwili lazima uwe safi, usiwe na chembe chembe za mikojo wala kinyesi chengine cha aina yoyote. Bimaana kama umeweza kutengeneza mwili wako kwa sifa hii, bimaana kilichobakia na vazi nalo utakalo livisha huo mwili, bimaana nalo natakiwa libakie salama, liwe safi, liwe tahara. Bimaana ukija ukichukua na udhu huu wa kisheria katika ibada, wewe utakuwa umeongeza fadhila, umeongeza thamani ya maisha ya hicho unachotaka kukifanya. Bimaana wabil asari hum yastaghfirun, zile nyakati za waumini wacha Mungu za usiku hawaziachi tu zikapita bure. Kama vile Mwenyezi Mungu anavyoshusha iza yake, ufalme wake, utukufu wake kwenye mbingu ya dunia, akanadi ni nani anayetaka kusamehewa, anayeamini kwamba ana makosa. Bimaana hawa na wao wako tayari kuipokea ofa hii, kwamba wakaamka, wakajiandaa, wakafanya istighfari za kutosha. Kama huna elimu ya istighfari zile zinazoitwa sayyidul istighfar, hata astaghfirullah pia bado ni safari ya wewe Mwenyezi Mungu aamini wewe umeshika ibara ya kuwa wewe ni mwenye kutaka msamaha. Zipo istighfari kubwa kubwa zenye uzito, mtu akizifanya bimaana mtu huyu atatakiwa sasa apewe msamaha kwa haraka.
Lakini hata hizi istighfar nyingine zinazoonekana ni ndogo ndogo, hakuna kitu kidogo kwa Mwenyezi Mungu, labda tuseme vifupi. Maandishi ya Qur'ani yatabakia kuwa yote ni makubwa, kwa sababu waweza ukachukua kipande kidogo cha Qur'ani kikaweza kufasiriwa na vitabu hata 10. Kina udogo gani kipande cha maneno kifasiriwe na vitabu 10? Bimaana hakuna kitu kidogo kwenye Qur'ani wala hadithi wala somo lolote la kisheria. Vyote ni vitu ambavyo vinahitajika sisi tuvipe thamani, tuvipe ubora, tuvipe heshima, ili heshima tunayoitaka sisi tuipate kwa kupitia kuvipa heshima vinavyostahili kuheshimiwa.